hii ndoa ni wewe. Ndoa ni mtu mume na mke wanapokaa pamoja, lakini msipochunga ni rahisi sana waweze kuharibu. Alafu mwalimu wangu anasema, kwa sababu kwa haraka, the most marriage destroyers are parents and relatives from the husband's side. Sijui kama anadanganya. Anadanganya? Halo? Hebu nirudie kusoma, wanaume mniambie. Huyu aliandika, the most marriage destroyers are the parents and relatives from husband's side. Kuna ukweli hapo ama ni uongo? Wanaume wanasema no. Halo? Okay. Kuna uwezekano. Wengine wamesema ni saidi zote, si hivyo? Lakini wenye wanachangia, na nikikwambia hapa leo na utakubali na mimi, ule ukweli wa ndani sasa, na mimi naunga huyu, wenye wanachangia sana kufunja ndoa ni upande wa mwanaume. Hiyo nayo asema msinigonge, lakini mtasema baadaye why. Lazima nitoe sababu. Hakuna mwanamke, yani ukiangalia upande wa mwanamke hawatakubali kuharibu ndoa ya msichana wao. Huwa wanamuombea mema, aishi vizuri kwake, awe na amani. Watu wote wanataka watu wakae hivyo. Hawapendi kusikia msichana wake alienda na akafanya nini na akarudi. Hata ndugu zake hawataki dada yao aende na afanye nini. Kwa hivyo huwa wanapenda sana, wanachunga sana ili dada yao aweze kukaa na nini na amani. Lakini wacha huyu haribu zaidi. Wacha huyu haribu zaidi. Anasema okay. The matter to the husband mostly. Amechokoza watu. Umesikia? Hata kama ikiwa ni upande wa mwanaume, yule ni number 1 ambaye amechaguliwa kwa kuharibu ndoa za watoto, sana sana anakuwa mama. That is why ukienda kwa mfano, mimi nasema mahali ambapo nimesaliwa Kisii. Wacha ni sijui kwenu Ukambani, sijui kule kwenu kwa Kisumu. Wacha niseme upande wa Kisii na wale wa Kisii msikie. Tuseme ukweli. Uende kwa mama wa Kisii, tuseme mama yangu ako hai, na anajua mimi ni mchungaji vile niko hivi. Niambie Judy, nimwambie mami, enda ufanyie huyo mama mambo mazuri wiki hii, kuna mtihani nataka kumpea. Wewe kama ni mtoni umwendee, kama ni kumopu nyumba ufanye, kila kitu, mfue nguo zako ufue, unampikia. Tena umwambie mami, leo nataka nikupe na kichiko, wewe umpe hizo zote. Ufanye umalize. Then after 1 week ndio nikuje kwa mama, nimuite kando, mami, nina jambo nataka tuongee na wewe. Mami, na hiyo ni siri yangu na nani? Mama atasikiaje? Hapa kuna nini? Alafu tukuje hapa nimwambie mama, ni vile sikwambii, na ni vile sitakangi mambo mengi. Unaona huyu mwanamke tunakaa na yeye, kuna vitu vingi nafunika, ninateseka mami, ninaumia, nitafanyaje mwanamke? Utasikia toka seli, yaani hata wadi si ufukuze. Yaani kile ambacho kinatoka kwanza, kwa sababu hataki kusikia mtoto wake akifanya nini. Ukijaribu kumuuliza mami, na watoto si utazaa wengine, kwani yeye hataki kujua vile watoto watafanya nini, wengine watapatikana. Ni wa mama wa Kisii, wengine ndio wale pale nyuma wanachua kile kitu tunaongea. Martha in Rose mnajua. Alafu huyo mama utoka hapo, uende kwa dadi. Mwambie dadi, hiyo tu mtihani hiyo. Mwambie dadi, unajua sisi ni wanaume sasa tunaongea. Achana kwanza mimi ni mtoto wako. Wanaume wangapi? Na hii ni ya wanaume peke yao. Dadi, na hakuna mwanaume atanisaidia pasipokuwa nani? Unaona hii mwanamke niko nayo ananitesa. Dadi, nitafanyaje? Mzee hawezi akakwambia atifukusa. Ananyamaza, anacheka, anakuambia kijana yangu, wewe tulia.
Hakuna kufukuza. Hata mama yako ni kisirani. Hata yeye ananisumbua. Ni vile nilimvumilia na nyinyi mkafanya nini? Mkapatikana. Kwa hivyo vumilia huyo mwanamke. Mwanaume ako na akili, mzee hawezi akaambia kijana atafanya nini? Lakini mama hata kama akule Pasaka leo Sabato jioni na hiyo tumbo bado hiyo Pasaka itafanywa nini? Anasema fukusa. Kwa hivyo wamama sana sana, wala ambao mko Nairobi hapo, acha niwaambie, wamama mpende msipende, sana sana wanapenda kuharibu ndoa za watoto wao. Kwa hivyo kaa ukijua hivyo, kwa sababu acha nikwambie, hata kama ni Wakristo, sasa ni wewe mwanaume upige hesabu ya haraka. Ndio maana unaitwa defender. Una defend mke wako asije akafahamiwa na maadui, kwa sababu wengi wako hapo. Kwa hivyo you make sure umemlinda. Okay, jambo lingine nasema ya kwamba no wonder the Bible asks the marrying men to leave their parents or separate kutoka kwao. That's Matthew chapter 19 verse 5. Biblia inasema mtu ataacha baba yake na nani, waambatane na nani, na mke wake. Inaposema hivi, mwalimu wangu hapa ananiambia, anaposema kuacha haimaanishi muache wale wasasi wateseke ama waumie. Kuna vitu ambavyo unaambiwa uweze kuachana naso. Kuna vitu ambavyo unaambiwa uweze kuachana naso kutoka kwao. Okay. Jambo la kwanza tunaambiwa kwamba nimesema hiyo. Ile sheria, the command to honor the father and the mother stands. Hiyo inasimama milele. Hiyo sheria ya kutii nani? Kumtii msasi, baba yako na mama yako, hiyo inasimama. Hata kama umekuwa umeoa, hata kama umeseeka, ikiwa baba yako na mama yako wako hai, hiyo sheria inafanya nini? Inasimama. Kwa hivyo usije ukasema Biblia ilisema tuachane na baba na mama wakae upo. Kwa hivyo inasimama, ikae hapo, wazazi waheshimiwe, wafanyiwe yale ambao wanafanyiwa, lakini kwa mpango ambao mumepanga kutoka kwa nyumba yenu, kati ya mke wako na mume wako. Munafanya wote mkiwa wangapi? Wawili. Hata kama ni nyumba ya kuchenga, my friend, munachenga na mke wako. Kama ni nini mnachengea, kama ni gari mnawanunulia na mume wako. Usiseme kama pesa ni zangu. Sana sana wanawake ndio wanatusumbua. Pesa ni yako. Si ni yangu, nipewa chama yangu. Ni mama yangu nachengea. My friend, ukianza kuonyesha mzee hivyo kwamba pesa ni zako, atakuacha na pesa za na hutamuona, na vitu vingine mtaumia. Baadaye ukikuja kufufuka ama kuamuka, utakuta mmechelewa vibaya. Okay. Jambo lingine mnaambiwa muachane nalo ni mambo na sheria. Wanauliza ni nini inamaanisha unaposema uache baba yako na mama yako? First, do not allow your parents to rule or direct you on matters of your marriage. Usiruhusu wazazi wako kuwa rura, ni kugovern, kuongoza. Yes, asante. Usiruhusu wazazi wako wakati umeoa, kwamba wazazi wako tena ndio wanawaongoza wewe na mke wako. Mambo na uongozi, siku hilo umeleta msichana wa watu, uongozi wote ulikuwa unaongozwa baba yako na mama yako, siku hiyo unakatika. Uongozi unarudi kwako kama mwanaume. Sasa hiyo nyumba inaongozwa na nani? Na wewe. Hakuna uongozi wowote unaruhusiwa unaenda kutoa kwa baba yako wala kwa mama yako. Sikia, kitu ambacho utafanya, utasikia advice. Wanapoku advice fanya nini? Sikia. Wanapokupa mashauri sikia. Lakini kukata vile ambavyo utafanya si wao.
Usisikie mama akisema nilikwambia uchenge nyumba ndogo, mbona umechenga kubwa? Mwambie mami, uliongea baada ya mimi kuangalia nikaona nyumba ni yangu, mke ni wangu na watoto ni wangu, kwa hivyo nimechenga nyumba kulingana na familia yangu. Kwa hivyo kaa ndo ile yako, mimi hapa niko sawa. Bwana asifiwe. Asiseme kwamba nilikwambia ukakataa. Hata kama ni baba yako, mwambie dadi, ni vizuri umesema, umenikatia shamba na ukataka tuchenga nyumba na mapato yangu ni kidogo, lakini nimepata shamba na Nakuru. Alo, na nikaona nyumba yangu na familia yangu mahali ambapo watakaa vizuri ni Nakuru, si nyumbani. Nyumbani nitaweka nyumba ya mabati 5, siku ile nakucha na rara. Kwa hivyo wewe kaa ukijua kijana yako mmoja anakaa Nakuru. Namwambia mzee sema amen. Hiyo story inafanya nini? Naisha. Kwa hivyo nataka kusema kwamba uongozi haupo tena katika wazazi. Uongozi uko kwako kama mwanaume, uongoze familia hiyo iende. Hakuna kitu wanawake wanachukia, hata kama ni yule wako kwaya hapa wanaimba. Unapomwambia tufanye kitu alafu unasikia, hebu tuulize mama vile anasema. Ndani anauliza kwani paka kupumua ni mama tunauliza? Wewe umeulizwa, wewe ni wewe ameuliza. Usiende kuuliza mama, usiende kuuliza baba. Kaa kama mwanaume, chora laini, ukimwambia basi nimefikiria, nimeona jambo hili tutalifanya ama tutalifanya kwa sasa, nipe muda. Tumeelewana? Lakini usimwambie baba amesema, mama hachasema, mama vitu. Huyo sasa hataki kusikia mambo na mama, anataka kusikia mambo na wewe, kwa sababu ni wewe anaona mbele yake, wewe ndio mume wake. Okay. Lingine wanasema kwamba, nimesema kwamba usikubali hiyo yote, kwa sababu unajua ni mambo ikiwa mengi na kimbia na wacha wengine. Okay. Our parents can damage your marriage. Wanasema kwamba wakati ambapo second continued demanding for money. Wanasema kwamba ni vipi wataweza haribu ndoa zetu? Ni wakati ambapo watu wanaendelea kuomba pesa ama kuhitaji pesa kutoka kwetu. By the way, wazazi wetu wanataka hivyo. Mwezi ukiisha wapewe kitu. Si ni hivyo? Si ni hivyo? Si nyinyi ndio nguvu zao? Ndio nguvu zao. Hata ukiingia kwa YouTube kuna mahali utaweza kuta na kuambia hapana. Wana vijana wale mama mmekuja Nairobi na mko na wazazi nyumbani, jaribu muhakikishe kwamba wale wazazi wanakaa vizuri. Kanyumba kawe kazuri, wacha kuacha wazee nyumbani wanakaa kana kwamba wako saa. Mzee ako na vijana 5, mama ako na watoto wengi, lakini anakanyaga chini kijijini. Yaani mnashindwa kununua hata viatu za mama yako. Mattress wale wazazi wanalalia ni chafu. Blanketi ni chafu. Hapa sasa hivi mnang'ang'ana. Mmoja nilifurahia Facebook. Kuna mmoja nilifurahia Facebook alisomea watu vizuri, nikasema kweli. Walikuwa wanatukana Gachagua ati anafaa vibaya. Our deputy president. Ati anaenda kufundisha kufaa. Mwingine akamuuliza, chunguza, wengine mnapiga kelele hapa na wazazi wenu wanakaa kama wachawi nyumbani. Na nikasema ni ukweli. Huyu amewaambia ukweli. Kwa sababu unatukana mtu hapo, unatukana ati mtu anafaa vibaya, tukutoa hivi tuende kwa baba yako sahi na mama yako, vile anaonekana utachionea huruma. Kwa hivyo kabla uongee, pima kwanza mahali umetoka na watu wenye umeacha pale, vile yale maisha ambayo wako nayo. Kwa hivyo make sure hao watu wamewekwa vizuri, lakini isiwe kwamba ni sheria kwamba lazima wapewe pesa, na msipowapatia pesa wanakasirika ama wanakusomea. Mbona hamjanitumia pesa? Mnajua nitaishi namna gani? Mwanze kupanga vile hao watu wanapewa. Kwa hivyo kwa sababu msipofanya hivyo kuna shida itatokea. Jambo hilo litatokea chini tutakapoendelea tena chini. Tatokea. Vile ambavyo wataweza haribu ndoa ama ndoa ya watoto wao, wanasema kwamba moving to stay with their married sons or daughters, kwenda kuishi na wao. Hii niliwaambia nilipokuwa hapa some days back. Nikawaambia wazazi wanaruhusiwa kukaa na watoto kwa mambo 3. Kama mzazi wako anaruhusiwa kukaa kwa nyumba yako kwa mambo mangapi? Jambo la kwanza, ugonjwa. Zitusema hivyo. Akiwa mgonjwa, msije mkamwacha nyumbani akufe. Mtaesa mleta kutoka nyumbani, mkae na yeye, mkishughulikia nini?
ugonjwa ambayo uko ndani yake. Si ni hivyo? Namba 2, usee. Atafika wakati ambapo sasa ameseeka, ana mtu wa kumsaidia. Mwingine ameenda Nakuru, mwingine umeenda wapi, mwingine mko Nairobi. Sasa mama ako kijijini pale peke yake, anakaa hapo anasumbuka. Watakaposumbuka ni nyinyi mtaraniwa. Wazazi waletwe mukae pamoja na wao. Ya 3, kuna uwezekano awe amesumbuliwa na watu ambao tuseme majirani. Unajua kuna watu wanasema huyu mama ni mchawi, tutachoma yeye. Sio, unajua kuna watu wanasema hivyo. Mama hana amani, kimbizwa. Msiruhusu mama yenu aanze kukimbizwa. Mumtoe pale kwa sababu sasa hiyo mazingira imekuwa mbaya. Mumlete muweze kukaa na nani? Na yeye. Mukikaa muongee, muelewane, mulete mzazi mahali ambapo atakuwa na amani katika maisha yake. Kwa hivyo kukaa, mama anatoka nyumbani na kuja kukaa Nairobi, najua sasa tumechoka nyumbani na mimi wacha nikae hapa. Na Nairobi yetu mnajua nyumba sio ile kubwa. Nikale ka nyumba ukigeuka hivi unagongwa na kiti. Si mnaelewana? Sasa hapa nikawaambia kuna hatari mingi. Atuchakataa wazazi hao, wakikuja siku moja ama siku 3 ni vizuri. Watusalimie tena wafanye nini? Lakini mama kuja kukaa mahali ambapo ninakaa. Wacha niseme katika kabila ya Wakisii, sisi kwetu sijui ni sheria mingi ama nini. Mama anakuja kukaa kwa kijana yake. Na nyumba ni ati mama analala kwa kiti na mtoto na mke wake wanalala kwa kitanda, na hiyo nyumba sio hiyo room ya ndani, ni hiyo kitambaa imepita hapo. Na mama anakaa hapo wiki mzima na anatoka hapa asubuhi na kiti anakaa. Mama anangorota kwa kiti. Na kijana yuko hapo. Na akianza mambo yake, ama hiyo mambo haitakuwa kwa sababu mama yuko. Sasa mama unanyima mtu haki yake. Na labda wewe sio kwa ubaya. Mama amekula yake, ni kuchoka amechoka. Ni kukuja kupumzika hapo. Amekula yake. Hapo ni kukuja kupumzika, amekuja kufanya nini? Na wewe mnasema kwani mami wacha mama akae. Kwani anaenda wapi? Tena mwingine nilistuka upande wa mzazi, upande wa msichana, wa mwanamke. Ati anakuja, my mother in law, akuje Nairobi, ati akae kwa nyumba yangu. Aje. Namna gani? Itakuaje? Lakini kwa wengine kwangi shida, lakini kuna wengine ambao ni shida kubwa. Kwa hivyo mama ukienda kwa watoto ama akija, muelewane. Mami anakuja akae siku ngapi? 3. Mtu achinyime, achipange, ajue mambo yatakuwa siku 3, lakini baada ya hapo kuna vile mambo yatafanya nini? Mama apewe fare, ambio mami kimbia nyumbani haraka kwa sababu mambo iko sawa. Aende nyumbani. Hata kama ameleta mboga nyingi na matoke na kila kitu, aende. Mukiona hamtaki mama yenu akae pale, kondisha nyumba. Mpe nyumba yake, mwambie mami sasa hapa wewe kama unataka ukaa Nairobi, hapa ndio kwako. Hapa ndio utakaa. Sisi tutakuwa tukilipa nyumba kila lakini mahali ambapo unakaa sioni kama kwamba hiyo itakuwa mzuri, kwa sababu hiyo freedom ya mke wako haitakuwa na akikaa sana, kuna vile atachangia kufunja ndoa. By the way, ndio nitoke hapo, hata hiyo sister in law na vitu vingine, hata nitoke hapo. Nilisema kwamba wasichana wale tunaoleta wanakaa na sisi ni mibaraka. Si niwaambia ni mibaraka? Wewe mwanamke umeona ni vizuri leta sister yako, anasoma Kenyatta University, anasoma wapi sijui ni wapi. Sasa unaona badala ya kuja kuandisha nyumba, wacha akuje tufanye nini? Tuishi na yeye. Si ni hivyo? Wacha nikuambie, si ya kwamba ninaharibu kwamba niko kwa nini mbona hiyo anaongea hivi na tunakaa na ni vizuri kukaa na marafiki na relatives zetu. Si ni vizuri? Lakini kaa ukijua hakuna siku yule msichana ambaye mnakaa na yeye ambaye ni dada yako watakosana na semeji yake. Kukosana hivi wagombane si rahisi. Lakini wewe mtagombana kila mahali ambapo atakuwa akianguza stress zake ni kwa sister in law.
Yeye akija kwa sababu sasa amuongei. Kwa sababu sasa amuongei, yeye anaongea. Sasa inilo mambo wataendelea kuongea. Wataendelea kuongea. Na akijaribu kunyamaza inilo atamchokoza. Nilo ni nini mbaya? Na wanaume wote paka mimi tunataka mtu anatuongeleza. Anatuongeleza wakati tuko na stress. Anatuondolea nini? Huyu anakuondolea stress, unaanza kusonga karibu na yeye. Ndio yeye anataka nini zaidi? Na utataka kumbariki kidogo, unambariki. Si kwamba unamlipa, unambariki anunue credo, wewe amekubariki 200. Mambo ikianza hivyo, utakuta umeondolewa pole pole. Na wengi wameachwa hivyo na wake wameenda ama waume wameenda. Si chakataa, wale ni mibaraka, wasaidie. Akuja akae mwaka moja, akae tuseme kama miezi 3 4, mkipanga wewe na mama yako ama na mtu mwingine, mweke mahali ambapo na yeye atakaa akiwa sawa. Lakini mkiwa na nyumba kubwa, mkiwa na nyumba labda ni kubwa, rooms ni nyingi, ataweza pewa room yake na nyinyi mkiwa hapa. Lakini kama ni mahali ambapo mnaweka kiti na mtu analala hapo na hiyo freedom ya kuhug, unajua hakuna. Niliwaambia ile mambo ya kushika mwingine mkononi haitakuwa. Hiyo touching tulisema kugusagusa mtu mara 600 haitakuwa, kwa sababu utagusaguza mtu na mwingine akiwa hapa. Ataanza haki nilo mnaenda mbali. Sasa ameanza kuwazuia. Sasa utaanza kujicontrol kwa sababu utaki kukosea mtu mwingine. Sasa kuna mambo ambayo yataharibika katika nyumba yenu. Kwa hivyo ni wazuri vile walivyo wazuri na mibaraka. Tena upande mwingine ni rahisi sana kuvunja ndoa ama kuharibu ndoa zetu. Kwa hivyo tukae tukijua hayo mambo yataweza kuwa. Jambo lingine ni kusema kwamba wakati unaanza kuwatreat vizuri, treating them better than your wife or your husband, hivyo ndivyo watu wengi wanaharibu. Huyu mother in law ama father in law, sister in law, kuna wakati unaanza kuwafanyia vizuri kuliko mke wako ama kuliko mume wako. Usije ukafanya jambo kama hili katika familia. Wanapoendelea kukaa hivyo na unaanza kuwafanyia vizuri kuliko wengine, inakuwa tatizo kubwa. Jambo lingine ni kusema kwamba by you sharing your partner secrets with them, unaanza kushare your secrets na wao. Unaanza kuambia mama yako shida ya nani? Ya mke wako. Unaanza kuambia mama yako shida ya mume wako. Unaanza kuambia your sisters yale ambao unapitia kwa nyumba yako. Unaanza kuambia, sasa ni ndugu zangu, si nitawaambia. Unapoanza kushare hiyo, unaharibu ndoa yako. Unaanza kuivunja kwa sababu kuna yale mashauri ambayo watafanya nini? Watampatia ama watakupea baada, kwa sababu hawatatamani mtu wao aumie. Kuna vile watajaribu kumsaidia. Kwa hivyo haya mashauri mengine yatakuwa ni ya kupomoa. Kwa hivyo usiwe ready kushare shida za mke wako na watu. Lakini wanasema kama haichakuwa ya kuumiza sana. Unajua kuna kingine nayo uwezo kanyamaza nayo sana. Unajua kuna mwanaume labda mwanamke mwanaume anakuja anachoma kisu. Anakuambia toa nguo, anakuwekelea. Unaambiwa tuliambiwa tusifanye nini? Tusiongee. Hiyo nayo, hiyo ni ya kuongelewa. Usije ukasema kwamba tulifundishwa kanisani, unaendelea kuumia ukituza kwamba kuna mambo ambayo unaona yameruka mipaka. Hii nayo lazima labda nipate ushauri kutoka kwa wazazi wangu. Lakini mambo mengine madogo mengine ni yako uweze kukaa nayo. Okay, jambo ni kusema kwamba by sharing your family resources with them, kushare mali ya familia na wao bila mwenzako kufanya nini? Kujua, bila kuhusisha mwenzako ni hatari my friend. Wanaume sikia, kama uko na mke na Mungu amewabariki mnapata 1500 kwa mwezi, kama unataka uende mbali na familia yako, tafadhali jaribu mke wako aweze kujua mambo yote vile yako. Hakuna haja, kwa sababu ule muda ambao unaharibu sasa hautaupata tena. Kuna mtu anasikia kitu ni kitu naongea. Mko hapa, lakini unapoficha mke wako ama pesa unatumia, ama wewe ni mwanamke unatumia pesa na dada zako, mwenzako hajui.
Unasema wacha niwasaidie. Kuna mahali watafika wakuache. Kuna mahali kwa mfano, unasaidia dada yako asome. Sitakataa kusaidia dada yako asome. Si ni zaidi tusaidiane. Unasaidiana, unachukua pesa zako, unapeana pale, ndugu yako afanye nini? Asome. Lakini unapogeuka nyuma yako, mke wako anasumbuka, anaumia. Watoto wako wanafanya nini? Unataka kufurahisha family members kule nje, mama yako na baba dada zako wafurahie, mko sawa, lakini familia yako ndani ikifanya nini? Ikiumia. Mwanaume, kumbuka kwamba familia hiyo ambayo umepewa ndio ya kwanza. Ndio unastahili kufanya nini? Kuhudumia mara ya kwanza kabla uende kwa mambo mengine. Kile ambacho kitaweza baki ndio unaanza kunyosha tena kwa ndugu yako kidogo. Kile ndio utanyosha kidogo. Watoto wako wasio wanaumia, hata nataka na hao wasome. Watoto wakiumia, watoto wanatembea, hawana nini? Hawana mavazi. Watoto, make sure chochote kinachopita mbele yako mikononi mwako kimekuwa kwa faida kwa watoto wako na mke wako kwanza. Hata kama wewe ni mwanamke, na wewe hivyo hivyo. Usije ukashare vitu za familia kisirisiri, kwa sababu wewe si sasa mlevi, wewe si mtu wa dunia, wewe ni Mkristo. Share, hakikisha mke wako amefurahi. Najua siku moja nikaambia mke wangu, tulikuwa tunakaa ushago sana, hatukuwa tunaelewa vitu vingi. Tukaenda tukafundishwa siku moja, tukienda na sisi tulichukua washiriki elders na wakeo zao kule Kangemi. Kila mwaka tunachagua mahali pa kuwachukua elders na wake zao. Hatuchaguangi ka hoteli hivi. Tunachagua hoteli kubwa. Na tunaenda huko kama ni Friday jioni. Kila mtu anapewa karumu kake na mke wake. Kama mke ako nyumbani anaitwa. Kwa hiyo aenda Kangemi, wewe ulise. Hivyo ndio tunaenda. Sasa tunaamua mwaka huu ni hoteli fulani. Wachungaji wanaletwa mbalimbali. Wanakuja kuongea na hao wazee na walimu wengine wataalamu, wanakuja kuongea na wake wa elders. Wanaongea na sisi, tuko hapo na wachungaji na wake zetu. Sasa kila mtu anachukua karumu kake, tunakula mzuri, tunaoga, mnatoka hapo ndani. Sasa tukafundishwa kwamba si lazima kila siku, by the way nikajua si lazima kila siku mke wako mnapika tu, ni kupika tu. Siku moja amua. Shairi hata kama amekatakata sukuma, mwambie hiyo sukuma unaonaje vile inakaa? Uwe ile sukuma kwanza, uiue kabisa. Hiyo sukuma si ni ngumu. Anakuuliza, kwa hivyo unataka tukule nini? Si nini? Sasa hii tutaweka nini? Mwambie hapana. Ingia bafu. Oga. Nashinda kwa nini? Achana na mambo na kupika. Hiyo hatutakula. Hatutakula hii sukuma, mke wangu, hii saa hii. Oga saa hii. Nimekupatia dakika 10, fanya nini? Mami, ukiambiwa hivyo, utatumia zote 10? Utatumia zote 10? Alafu mchukue mahali, mukae kwa hoteli fulani, mukule na yeye. Kama watoto wako wakae hivi round, itisha chakula, mukule na watoto wako. Mwambie, jua mke wangu, niliona hiyo sukuma nikachionea huruma, wacha tukule hii leo. Tukule. Yaani watu wengine unaona kana kwamba ni hasara kubwa unapofanyia familia yako mambo kama hayo. Uone kama kwamba ni kitu cha maana. Kulipa 3,000 hivi, watoto wako wamekula lunch moja, mnalipa 3,000. Alafu unasikia wanasema pesa mingi. Hiyo ni pesa nyingi. Lakini tuseme ukweli, ni ngapi ambazo wanaume wanakanyaga bila watoto wao, bila wake zao? Tuseme ukweli, ni nyingi. Ni nyingi wanatumia. Lakini ukiambia utumie 2,000 kwa mke wako, unaona ni nyingi. Siku moja ni vizuri. Kwa hivyo itakuwa ni kitu cha maana. Tumia pesa zako kwa familia ya nani? Tumia pesa zako kwa familia yako. Mapato yako yote. Sijakataa, tutafika huko mbele. Twende kidogo. Okay, twende kidogo.
Twende kidogo. Okay. Namba nyingine nasema kwamba Halo. Kitu kingine inasema kwamba giving them too much. Halo, ni nini nimetokelezea hapa? Okay, hiyo rai ifungwe kwanza. Hiyo rai ifungwe kwanza. Sikia, kitu kingine kinaweza fanya au wazazi ama marafiki waweze kuharibu ndoa ya watu, giving them too much freedom regarding your family affairs. Hiyo freedom kubwa. Laani mtu ataweza kuja kwa hiyo familia afanye vile anapotaka na afanye nini? Na atoka. Kwa nini wewe usuhii familia yako? Uchaweka fence yoyote? Laani mtu anakuja kama ni dada yako, anakuja anafuruga kwa nyumba yako, anafuruga mwenzako, anafanya nini? Lazima waweze kujua kwamba kuna mipaka. Sana sana hawa tunaita sister in laws wanapokuja kwa wala wasichana tumeleta, wanataka kuwaonyesha kwamba sisi hapa ni kwetu, ni kukuja ulikuja. Laani anataka kujionyesha. Paka anatukana mke wako jina mbaya. Ati ni kwenda atafanya nini? Na kwaka ana chochote, amekauka. Ni kwako anakuja yaani Kiibrania aje tukobokera. Kwao ako na shida. Mwanaume, wacha kuruhusu dada zako kuingilia familia yako. Simama, wasije wakasema kwamba labda mwambie kuanzia leo usicheze na mke wangu. Mwambie hivi, my sister, nakuheshimu sana, lakini vile unaingilia kwa mke wangu, hiyo hatutaelezana na wewe, kaa mbali. Ukimwongelesha hivyo, hakuna siku atarudi. Anajua yule nikiongea ataniletea shida. Hata kama ni mama yako, mwambie mama, ninakuheshimu kama mama yangu. Mketishe chini mueleze, mama, ninakuheshimu kama mama yangu. Nina heshima hiyo, sitakudharau. Lakini kuna mahali unanikosea. Unapochokosa mke wangu, ni mimi unachokosa. Na kuomba heshimu mke wangu, yule ni yeye ndio nilileta na ninakaa ni yeye mama watoto wangu. Ukimwambia hivyo, kuna vile sasa mumekaliwa. Mwambie hapana, basi ukisema nimekaliwa, labda na wewe kuna siku ulikalia baba. Lakini usikose heshima nayo ukiongea. Tunaelewana? Usikose heshima utukute umeongea vibaya kwa mama yako ama kwa baba yako. Lakini mwambie jambo ambalo aone wazi kwamba asikuingilie. Lakini wakati mwingine unamwambia, unamwacha hivi, unamwacha kila mtu anataka vile anavyofanya. Kuna familia zingine uwezi ukagusa mke wa mtu. Wewe unaambiwa hapana. Kuna mahali hata kama ni wanawake, kuna mahali ambapo labda ni shida mko nayo. Mother in law anapiga simu, anaanza kutukana kijana yake. Kwa nini? Mwambie mami, si wewe ulikosewa. Huyu ni mume wangu, mpe heshima yake kwanza, kwa sababu ni baba watoto wangu. Hamwezi mkaingia hivyo in laws, hamwezi mkaongea na mume wangu hivyo. Lazima mheshimu. Najua ukifanya hivyo, basi hao watu wataanza kujua kwamba huyu ni mtu wa wenyewe, hatutafanya nini? Hatutaingilia katikati. Kwa hivyo usiwapatie hiyo freedom nyingi kuingia katika familia. Itakuwa ni jambo nzuri. Tunakimbia sana. Nimesema mambo na favoritism, nimeongea hiyo. Sasa shida ambayo yuko hapa ni kwamba utaanduru sasa ile mambo ya tutawachukuliache wazazi hawa. Number 1, lazima muweke sheria. Set laws and obey them in your parents in laws. Muweke sheria na muweze kuzitii kuhusu hawa watu. Kwamba si kila mtu mnaingia tu mnafanya vile mnavyotaka. Kama ni kuwasaidia, mnaweka sheria vile mnawasaidia. Lazima muweze, msipoweka mtagongana kila wakati. Mtakosana kila wakati. Wazazi tunawasaidiaje? Kile ambacho ni cha kwanza mkipatie kipaumbele. Kile ambacho wanahitaji muwapatie hiyo, kwamba mseme kwamba wazazi hao mwaka huu kile ambacho tunataka kuwafanyia ni hiki na hiki. Muweze kuwafanyia. Inakuanga shida sana wanaume kufanyia. Nayo sijawaambia muende kuwasema, mliambia muwafanyie. Na mwanamke naye utumia common sense.
Wewe ni kuleto, ulileto kwa mtu. Usione mume wako amechenga nyumba ya mama yake na uanze kumwambia na mimi mama yangu afanye nini? Nayo common sense. Tunaelewana? Isianze kuwa sheria. Ukirequest akubali, shukuru nani? Mungu, kwa sababu huyu mwanaume hakuoa kwenu. Alioa nani? Wewe. Wewe ndio mke wake. Hataki kwamba hawapendi. Nataka niwaambie ukweli, hawapendi ubebe misigo ya kwenu ufanye nini? Uwaletee. Hawapendangi, hata kama ni wale wa Kristo wako kanisani. Hawapendangi. Lakini ukirequest tumwambie mama yangu hana choo, tutafanyaje? Uona ameenda kuichenga, shukuru nani? Lakini simwambie nimekwambia mara mingi, naanza kuwa vita. Lakini na wanaume, nanyi mkiwa kanisani, yule ni mama yako, vile yako ni mama yako. Ukiona ni vizuri, hata kama hutamsaidia 100%, mahali ambapo utamsaidia, ufanye nini? Umsaidie. Lakini isiwe ni sheria ambayo imewekwa. Lakini najua hapo kutakuwa na maswali, lakini yatajibiwa na wale ambao wako hapo. Jambo lingine ni kusema kwamba openly and without fear discuss the problem ambazo hawa watu wanawaletea katika familia. Bila kuogopa, jaribu mukae muongee. Amjambo, kaa muongee. Hii tatizo ambayo inatokana kwa hawa relatives, in-laws, muweze kukaa muongee. Mwanaume, kubali mke wako akueleze ile shida anafanya nini, anapitia kutoka kwa wazazi wako ama kutoka kwa ndugu zako. Na we mwanamke, kubali mume akuambie yala anapitia kutoka kwa watu wa upande wa kwako. Na muweze kuongea, mtu ambaye hamuna hasira. Munaongea kwa sababu munahitaji kusaidia ndoa yenu na familia yenu. Mpaka hapo. Nani ako na swali kabla? Kuna mtu ako na chochote ambacho angetaka tuweze kuwekana sawa na hizo semina yote ambayo tumekuwa nayo paka siku ya leo? Kuna mtu ako na jambo lolote ambalo angehitaji liweze kuwa sawa? Hebu nione kwa mkono. Moja, ngine, mbili, ngine, tatu. Bwana, ulisikia hivyo na ukaenda kupiga kengele? Hebu tuanze na dada yetu. Nafasi ni yako. Wewe utaanza hata kama ni ya tangu jana, tangu juzi, hata kama ni ya leo. Mahali ambapo unataka tusikie vizuri, tuwekane sawa. Happy day, happy Sabbath. Yes. Sasa nimeolewa. Yes. Sasa ni vizuri mwanaume wangu. Kila mwezi huwa anasaidia kwa peke yake. Mamangu amshauri kumtumia kitu. Dani ameolewa, ako kwake. Ni vizuri mume wake yeye kila mwezi anatumia mama yake mzazi huyo mwanaume. Lakini kwa mama yake atumi kitu. Ni vizuri? Wanaume tujibu, ni vizuri? Wanaume, nyinyi mmeulizwa. Yes my brother. Listen. Hatujambo. Sikiza. Jambo la kwanza nafikiri pastor amesema kwamba isiwe sheria. Ikiwa itakuwa ni makubaliano kati yangu na mke wangu kwamba mamake kuna hitaji ya kila mwezi tutume fedha kwao, natumai itakuwa ni jambo zuri. Ukumbuke kwamba kwetu inakuwa ni kama responsibility yangu. Kwamba wazazi wangu lazima wapate, lazima kila mwezi nijue wameishi aje, wamekuwa aje. Listen. Order. Nataka kukubali. Sikiza. Nataka kukubali maako pia ni mama yangu. Basi ukumbuke mama yako ana ndugu zako na dada zako. Order. Sikia. Hiyo mikono ya nini? Nataka kusema kwamba haiwezi kuwa kwa sababu ninasaidia ama ninatuma fedha kwetu kila mwezi na kwenu lazima nitume. Nafikiri
hiyo haitakuwa ni jambo nzuri. Itakuwa nzuri wakati tutaongea. Kubaliane kwamba okay, umekuwa ukituma 1,000 na labda mama pia anahitaji tuwe tukimtumia ngapi? 1,000 ama 500 ama jambo lile. But hakika haitakuwa ni sheria kwamba lazima. By the way, okay. Nani mwingine? Mume mwingine. Watu wanataka kujibu hapa. Okay, tupatie huyu mwanadada. Sikiza. Ongea na mimi, wacha kuongea na mwingine. Ongea na mimi. Yes. Ladies. Yes. This is the big issue tunapitia. Ndio ama la? Ndio. Number 1. Dosi ya kwanza. Fika huo mwisho wa mwezi. Muulize daddy, umetumia mami ile nini yako ama ulisahau? Mzee wewe just vumilia. Meza kama dawa. Yes, ma'am. Kishamaliza kumeza. Yes. Kila siku iwe ni mazoea. Ndio tumia mami. Unajua mami anakula aje, anavaa aje, kuna chama, kuna mazishi nyumbani. Sasa siku ile umejiandaa kwenda kwenu, hata in-law. Umejiandaa kwenda kwenu. Acha kuambia mzee kila siku ninataka fare, ninataka unifanyie. Unajua mama yangu shopping ni 20,000 ama ngapi. Funga mkoba wako vizuri, fadhisha watoto vizuri, safari. Bila kumuomba suburi. Mzee akwambie kwaheri, fika salama. Ukifika sikiza mara ya pili, mara ya tatu. Mzee nafikiri sio zuzu. Ana mawazo, atajiuliza mimi. Yes. Sikia. Yes. Tulia. Kila mtu anafanya kazi. Tutuvumilie. Mama yako akikwambia yale maisha aliishi mpaka baba yenu akaokoka akakuwa vile hapo utamwita. Kwa hivyo naomba lakini wapo tutasibeba kwanza kufanya kila maisha kuwa mapya kila siku, hatutakuwa tunaendelea. Kwa hivyo yule mume namwambia naomba kila siku, kila wakati inabidi tu ufike hiyo level. Daddy. Okay. Nimeona mkono ambao utanirarua pale nyuma. Heri mkono isimame. Sikiza. Hatujambo. Yes. Kwanza wacha niulize nyote. Tunapozaa watoto, kizaa vijana pekee, unafurahia? Kwa mfano, huwa kwa binadamu huwa unafurahi sana. Na ukizaa wasichana tu, unaona nao ufurahi vizuri. Watoto wote ni sawa? Ni sawa. Ndio? Yes. Nimezaliwa kama msichana. Ndio nimeoleka. Anapasema yeye atume kwao kila wakati. Tunapofundisha watoto wetu awe msichana ama awe kijana. Tunataka watusaidie wote. Tunataka tu vijana pekee watusaidie. Wasichana wote pia watasaidia. Sasa tuchukue mfano mahali Sorry. kazi. Wangu pia anafanya kazi. Anatuma kwao. Na mimi nikitumia mzazi wangu. Wanaume wajibu hiyo. Hiyo mimi sijibu. Tuchukue ule mfano. Fanyi kazi. Tu ndiye anafanya. Yes. Hata kama sifanyi kazi. Mama yangu ama wazazi wangu wanataka nifanye nini? Watumie wasaidie. Haya, asiu mama yangu alizaa wasichana pekee. Hata msaidie. Kwa sababu sasa hakuna ndugu zake. Kuna mkono ilikuwa hapa. Wewe wacha aseme mambo yake amalize ndio nirudi hapa. Ningetaka kusema hivi. Wacha ajirekebishe sasa. Nataka kusema hivi. Mimi nataka kuamini kwamba kama vile tumefundishwa, jambo hili ni jambo la kukalia chini na kuongea. Yes. Kama wewe unafanya kazi na ninafanya kazi. Nafikiri kuna sehemu ya kusema tunaweza kaa chini. Sema tumepokea pesa ngapi? Yes. Na katika hili pesa ngapi? Tuongea, sikiza. Wewe Wewe ongea tu inawauma. Pesa hii ambayo tunapata
tunataka kuitumia kwa njia gani? Na hapo ni rahisi sana kusema kwamba sasa wazazi wa kweli wanahitaji hivi, tunawapa. Na mimi kwetu kuko hivi, tunawapa. Kuko kwa meza yote mnafanya kazi. Nafikiri haitakuwa na shida. Lakini a scenario where mimi ndiye nafanya kazi na wewe ufanyi kazi. I think pastor pia alitu advise. Okay, sawa. Yes. Mbona basi? Kwamba ikiwa mimi ndio nafanya kazi, jambo la kwanza tulipooana ingekuwa vizuri nitafute kwamba kuna jambo unafanya ambalo pia linaongeza katika mapato yangu. Yes. Okay. Lakini kama hakuna, jamani, kama hakuna, elewa kwamba bado mimi ndio breadwinner kwa hiyo house, therefore not working. Mimi ndio nafanya kila jambo, bali na kutuma fedha kwa familia ya nani? Yangu. Okay. Now, ikifika kutuma kwako sikatai. Lakini usiiweke sheria. Ukiweka sheria dada yangu hautaisha. Sikia tu, asante. Sikia niwaambie. Na natoa advice kwenu. Halo. Wanaume sikia. Isiwe sheria hata kama ni mama yako kwamba every month ati unatuma pesa pale. Isiwe sheria. Iwe kwamba ni mara moja kwa miezi miwili, na mwanze kuambiwa kwamba asiyongojee kwamba mwezi ukiisha kuna pesa ninapewa. Friends, ikianza kwa hivyo utaumiza familia hii. Kuna mahali utaumia, watoto kuna mahali wataumia, kuna mahali mama ataumia. Lakini nategemea na mshahara wako. Lakini wewe hakikisha kwamba watoto wako sawa. Mimi watu nalilia ni mke wako na watoto. Yes, kuna mzee utaongea baadaye. Kuna mkono? Ni ngumu lakini rahisi hii. Sasa tunatuma ama sisi hapo na watumia. Si wewe peke yako uko nyumbani. Ukijaribu kuwasoeza hivyo, tutaharibu familia yako. Yes. Si wewe peke yako. Ama muelewane, mko vijana watano. Museme mwezi huu utumie mama kitu. Mwezi mwingine mupangane hivyo. Yes. Oh, mkono. Okay. Tunamaliza. Kuna dada hapa. Huyo ndiye aliinua mkono kwanza. Kidogo, huyo ndiye aliinua mkono kwanza. Elda, wewe unakuwa wa mwisho. Chungimaro. Yes, ma'am. Nakumbuka ukisema hapa. Nilikisema hapa. Cabbage. Machumvi hizo. Unapata kwamba mwanaume ambaye mzuri atakutumia wewe mama yake. Unaona ile mama wewe utakuwa unatengeneza kwenu. Mimi nikikosa kwenu kwa debe mfunguze. Ila ile mtu ambaye anatumia hekima. Atasema yes. Yes. Wewe nawe mimi natumia mama. Mnabadilishana. Nikikosa kwenu. Utatetewa na wewe ukikosa kwetu. Utateteo. Kwa hivyo huyu anataka kusema hivi, kama unatuma pesa kwa mama yako, usiwe ni wewe unatuma, iwe ni mke wako anatuma. Wewe upe mke wako afanye nini? Atume kwa mama yako. Hiyo watakata hiyo iko sawa. Yes, our brother. Kuna swali? Okay, tumalize hiyo kwa hiyo ya dada yetu pale kwamba niseme hivi kwamba wazazi wote ni sawa kama mtakuwa na uwezo. Lakini isiwe kwamba ni mmefungua mlango kila wakati na ukiona zile pesa unatuma kuna vile zinaumiza familia, fikiria mara mbili. Kama kuna vile inakwasa familia, anza kufikiria vile utatafuta dawa usaidie family members ama watu wa nyumba yako kwanza. Kwa sababu itaweza kwanza na ukute umeharibu nyumba yako. Kwa sababu hiyo ni nyumba yako kwanza unatunza. Kabla utunze ya mama yako na ya baba yako, tunza ya nani? Yako kwanza. Kabla utunze ya ndugu yako, tunza nyumba yako kwanza. Kuna mtu alikuwa na swali lingine.
Walikuwa wawili, nilihesabu watatu. Walikuwa watatu. Wacha tumalize ndio turudi hiyo. Charedi usiende kuninyima ugali. Ongea. Yes. Hili swali limeulizwa, alijalenga wanaume peke yao. Come out. Kuna wanaume hawana kazi. Mtu kama mimi niko na kazi. Nitarajia upande wa kweli ama pia nitarajia upande wa mzee. Usianze kuangalia wanaume peke yao. Kwa sababu kuna uwezekano. Ameongea. Okay, ni hiyo. Waambie. Wacha niongezee. Acha maliza hiyo. Wacha mami asome hilo fungu kwanza. Kiasi lile. Okay. Ngoja kidogo tuongeze bwana dakika. Wacha hiyo. Wacha kidogo. Kwa sababu tutakuwa tunafinya kidogo na endelea huko. Mzee akimza mzee wapi? Mambo alikuwa na shida. Ukatuma huko. Tutakuwa kitu kinangana kupigana juu ya fedha. Na kama mwalimu alifundisha mambo ya finance in the house. Inakuwa promotion and at the end of the day familia inafanya nini? Inafunjika. Imepatikana. 14. Happy is the man who is always leverage. But if you add his heart will fall into calamity. Mimi kama mwanamke nikifanya moyo mgumu atisiangalie upande wa mzee. Basi hata mimi nimeamua katika nini? Utafsiri Kiswahili. Kuna mwanamume kama hatafanya moyo mgumu haangalii upande wetu. Basi ataanguka wapi? Kumaliza. Amkusikie mtu. Imesemaje? Katika dhambi. Maafa. Na umaliza haraka. Yanavyosema. Kuna swali la pili. Ilikuwa wapi? Huyu paka alisimama tukamketisha haki. Paka wale majua mmechanganya paka mwenye alikuwa na swali nimepotea. Okay. Mimi nilikuwa nasema hivi. Yes. For example, nimepata watoto wangapi mapacha wawili. Na maybe nimeacha kazi. Sasa niko pale kama housewife. Yes. Housekeeper. Na wengi wanakuanga hivyo. Nifue. Hiyo yote. Nilisha huyo mtoto. Kila kitu. Maybe mimi nilikuwa tegemea pale kwetu hata mimi nami ni firstborn. Sasa ikifika ile tarehe ya mshahara, hao wanadai. Sikia siku jioni, hello. Wapi kitu? Ile tarehe ikifika, inadaiwa. Inakuwa deni. Yes. Na for example, my parents nao kuna vile nao wanataka. Lakini sasa mimi ndio ninajua ule upungufu ambao wako nayo. Kwa sababu ile simu yake anajua itakuja maybe tarehe 24. Na ile ya kwetu hayuko pale kwa nyumba hasikize kwamba simu yangu imepigwa. Mimi nimenyamazia roho ndani ya moyo. Nataka niseme hivi mama. Nataka tuseme hivi. Hapo kuna shida ya kutoelewana vile ambavyo mnatumia ama mnatumia pesa zenu kwa familia. Inategemea na budget yenu. Hiyo budget ikiwa mmeipanga vizuri na mmeiweka hapo, basi mkiona ni vizuri mweke upande wote, mimi nasema ni sawa. Mkiona vizuri mweke upande nusu, nayo ni sawa. Bila mtaelewana katika nyumba yenu. Kuna swali hapa. Elda utaongea? Mzuri. Thank you. Mimi nilikuwa nauliza swali moja. Yes. Ulisema kwa masomo inachangia familia huwa inavunjika. Masomo. Maybe naweza kuwa nimepitia ama nimepitia. Kwa nini unapeleka mwanangu? Umesema mtu hawezi ola kutoka kwa maybe class 8 ama amemaliza form 4 kumpeleka course hapo. Maybe umekuja mkapata mtoto. Peleka mwanamke shule. Akasoma. Sasa maliza college amepata kazi. Amepata kazi kubwa kuliko yenye ulikuwa unafanya. Alafu akakuacha. Akamwambia you are not my class. Yes. By the way,
By the way, hii ndio inafanya wanaume wengi wanaogopa kuchukua wake zao shule. Anasema anamuacha akamue aseheke. Sikia, wanaume wengi wanaogopa. Alikupata uko form 3, si hivyo? Amekuleta ama ulimaliza form 4 kwenda shule mahali popote ama university college. Anaona badala mke wangu kukaa hivi, wacha nimpeleke shule. Unasoma paka unampita labda kimasomo na vitu vingine. Baadaye unarudi unamwambia level yako sasa si ya nani? Si yangu. Unaenda. Sasa hapo si kuna watu wengine wanafanya hivyo? Ni usemu zote. Kuna wanawake wanachukua wanaume shule. Wanawachukua kumsupport kidogo asome. Okay, sasa na wao wamejitetea. Yes my brother. Sikiza huyu. Amen. Tano umetuliza nyuma bwana. Paka hapo. Na hilo jambo ambalo tunazungumzia ni vizuri sisi kama Wakristo, ni baba na mama, tuelewe hao wasasi wetu, sababu kuna upungufu, kuna shida. Ikiwa baba ndiye ameachiliwa ama ni mama, let us budget for our money. Ile pesa ambayo tunapata tuipache. Ukiona ni wapi ambapo kuna shida, tusaidie mahali ambapo kuna shida. Mahali ambapo hakuna shida tuache. Kwa sababu kuna uwezekano kule kwenu labda wako sawa kidogo na kule huku okay. Sawa. Wacha nikuje hapa. Asante. Wewe ongea haraka usimalize. Kenge sasa utazapiga. Ikiwa unataka kupeleka labda ni mume ama ni mzee kwa shule, lazima uangalie huyo mtu kwanza. Tabia yake na mambo yake. Naomba mkae na mimi hapa. Watu ambao ninazungumzia ni Wakristo ambao wameokoka. Ukiona mwanaume amekuchukua shule, amechikakamua, amechinyima usome ngarau ukuje kusaidia watoto wake, ni makosa. Na wewe baada ya kufaulu unamuacha, ni makosa sana. Hata wewe hata kama utaenda, kuna vile utakuwa na amani katika nini? Katika mawazo. Na wanaume hivyo hivyo. Na yeye ataweza soma, baada ya kusoma uende kawa hata kama huyo mwanamke asimsupport, lakini ameanza kuendelea masomo. Baadaye anaona sasa hiyo level yenye amefika haitawezekana aweze kukaa na huyo mwanamke. Ni makosa, hata Mungu hata kuacha. Kwa hivyo kama atasoma vile ambavyo ulikuwa unataka, jaribu kukaa na yeye na heshima, umheshimu, muweze kuendelea katika maisha. Masomo ni kitu kingine na ndoa ni kitu kingine. Ujue kwamba ndoa ni line nyingine na masomo ni line nyingine. Lakini kama kuna uwezekano mwingine aweze kwenda shule, uweze kumpeleka na afanye nini? Na asome. Elda, nimekutamazisha mara mingi. Ongea sasa. Yes. 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 Si kazi rahisi. Na wao wafanye mambo yao. Yes. Sema. Nyingi. Hapana.
Hii inakamata. So I'll advise kwamba mkae hasa mume mimi nielewe. Maana ndio si understand mke wangu peke yake. Then you understand the background. Yes. Then that will inform kama ninaweza extend mkono pale. Okay. Kama kila mambo hayako vibaya pale, hitaji likikuja kwa wakati mmoja kwamba pale nyumbani kuna shida fulani, ninaweza nyosha mkono kwa hitaji kama hili, unaweza pata si 1,000, pale hitaji 10,000, 5,000, sio umesaidia. Sawa. Lakini wakati mwingine wakati mambo yako vizuri, si lazima. Okay. Lakini pia kwenda kwetu, yes, I should assist my parents to understand that I also have a family to take care of. Nisipowasaidia kuelewa kwamba hata mimi niko na familia, they will also be obsessed. Na ukiwazoesha, utakapowaachisha, ndiposa wanaita mke wako amekufanya nini? Amekukalia. Lakini pia niseme hivi, this cannot hang away with my fellow men. Unapokaliwa na mambo yanaendelea vizuri kwa familia yako pia sio vibaya. Sasa kura zimekuwa wewe. Sasa wacha malize. Nimeona mmempatia kura mingi. Wacha malize. The definition of my family. Ninapokuwa ni kama nimewatenga. Definition yao inakuwa kwamba mke wako amemkalia. It is because they lack a better term. Ni kwa sababu umepunguza msaada kwenda pale. Lakini kuwasaidia kwa mawazo. Yes. Wajue kwamba mami, hata kama umeniomba, siku hizi mambo pia kwangu yako magumu. Ule mtoto wangu ako form 4. Waanze kumfungua mawazo. Yes. Hata ukichukua miezi 5 bila kumtumia. 200. Hata yeye atakwambia mtoto wangu barikiwe. Amen. So it is a responsibility of both of us to understand where I'm married from. Yes. Thank you, Elder. Na sana inategemea wa siku ya harusi vile wasasi walikuchukua. Ulipoenda pale. Vile walikusumbuka walipa pesa wengine wanasema kwanza pesa nilipeleka kwenu asichaisha waje watumie hizo. Kwa hivyo ndio tunaambia wanapokuja tuwe tunawatetea ili wasije wakatusumbua sana. Kwa hivyo asante sana paka hapo. Kuna mtu ambaye kuna swali moja tulikuwa tumefungia. Niliona wakiwa watatu. Ili tumalize, Mungu awabariki na Mungu aendelee kuwaongoza kwa mambo yote. Na zaidi ya yote, tunapokuja hapa kujifunza mambo kama haya, usikae tu na kusema hiyo walisema ikapita. Chunguza hata kama sehemu moja, mahali ambapo unaona si sawa, badilisha hiyo sehemu. Jaribu tu useme kwamba na mimi kuna sehemu nataka niweze kubadilisha, useme ni hii na uweze kubadilika. Na hakika utakuwa na faida. Utasema mwaka fulani tulipoanza makambi kuna kitu nilisaidika kimoja nilipata. Kwa nini? Isikuje tusio kama nikuja na kucheka na kufurahia tu na kufanya nini na enda na kimoja kile ambacho kitaweza kukusaidia. Kwa hivyo itakuwa ni kitu cha maana katika maisha yetu siku zote tunapoendelea.